Nashukuru sana. Hayo mengine tutaongea. Bwana asifiwe. Tumesomewa vizuri masomo mawili ambayo tumesomewa. Somo la kwanza tumesomewa katika kitabu cha Wafalme wa Pili 5 kuanzia 1 hadi 16, na somo la pili tukasomewa kutoka kitabu cha Ufunuo 3:1 hadi 3. Bwana asifiwe. Na dhimu yetu tuliipata katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 14. Yeremia 17 mstari wa 14, na thimu ilikuwa inasema hivi: uniponye ewe Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe, nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiye uliye sifa zangu. Bwana asifiwe. Uniokoe ewe Bwana, nami nitafanya nini? Uniponye ewe Bwana, nami nashukuru Mungu hata tumekuwa na daktari siku ya leo. Ni siku ya kupona. Bwana asifiwe. Tumegeukia mwenzako mwambie leo tunapona. Haleluya. Naamani alijulikana kwa sababu ya ugonjwa wake, lakini neno linasema alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa wa jeshi la mfalme wa Shamu. Yaani tuko tu, lakini harufu ya matusi, harufu ya mambo mabaya iko kule ndani. Kwa hivyo sisi pia Mungu ametutizama na kaona tuko wagonjwa. Bwana asifiwe. Kama vile Naaman alikuwa jemedari, alikuwa nini, lakini alikuwa na ukoma. Bwana asifiwe. Praise God. Tunaweza sema mbona nimesikia ujumbe jana, nimesikia mwaka wote na bado sijapona, na bado stress ijaniondoka. Mwambie wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Bwana asifiwe. Unakuta Naaman akisema kuna mito huko Dameski, mito mikubwa, lakini haikuweza kumsaidia. Bwana asifiwe. Praise God. Praise God. Nimekuja kukuambia kuna Yesu. Kuna Yesu ambaye ana uwezo wa kuyajua magonjwa yako, wa kuyaondoa magonjwa yako. Kuna mtu anasimama hapa anasema niko stage 4 ya stress. Unajua kuna stage 4 na ile mbaya. Bwana asifiwe. Kuna mtu hapa kuna stage 4 ya depression. Msema Mungu tusaidie. Na kuna yule ako na zote. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie siku ya leo. Lakini ukiangalia mstari wa 13 nasema watumishi wa Naaman wakamuuliza yule nabii, angekuuliza kutenda jambo kubwa, si ungenitenda? Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasema tuponye stress ambazo tuko nazo, atuponye mashida ambazo tuko nayo, na tutaweza kupona. Bwana asifiwe. Praise God. Atuokoe tu. Bwana asifiwe. Amen. Mambo fulani nitakayoyataja hapa kuhusu kuwa Mkristo aliye na afya. Jambo namba 1 ni kusema seek God, not sin. Tafuta Mungu, sio dhambi. Najua wakati mwingine hata dhambi, shida zinafanya mtu aingie kwa dhambi. Bwana asifiwe. Unajikuta tu kwa sababu sina hii, acha nifanye hii ndio nipate do. Bwana asifiwe. Tafuta mtu huyu Mungu. We serve a very rich God. Mungu wetu ni tajiri. Bwana asifiwe. Hapo na kila kitu. Ile wakati wako hujafika, na saa zingine anaona akikupatia gari leo utakanyaga watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amekutuliza ndio upate ile wakati utakuwa unastahili. Bwana asifiwe. Praise God. Ama mtu kuna watu wanakanyaga watu, ama anakurushia maji kwa sababu hapo na hiyo gari, lakini yani si ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtu mwenye ako na utukufu wa Mungu na amepata hiyo gari na anajua ni Mungu amempea, hawezi akarushia watu maji chafu. Na kama wewe unarusha utukufu, Bwana asifiwe.
God. Amen. Zoea kutafuta Mungu sio dhambi. Hallelujah. Amen. Point number 2. Fear God, not men. Hallelujah. Ogopa Mungu sio wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nikiogopa wewe, nitatoka hapa nitaenda Kisumu. Na nitafanya chochote ninachotaka. Nani ananiona? Lakini ukiogopa huyu Mungu, hata popote utakapoenda, utakuwa ukikaa vizuri. Kwa sababu unamuogopa Mungu. Bwana asifiwe. Point number 3. Love God, not the world. Penda Mungu sio dunia. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji aliimba akasema, no hinyagokeni yangu na gokeni yangu. Bwana asifiwe. Ni ngumu kufurahisha watu na kufurahisha Mungu. Wewe amua unataka kufurahisha nani? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Point number 4. Obey God, not your appetite. Bwana asifiwe. Mtie Mungu sio tamaa za miili yetu. Bwana asifiwe. Na ndio tunasemaga hii kende yetu toto mwili ureda. Bwana asifiwe. Wakati utaamua kumtii Mungu na sio kile mwili. Unajua mwili, Biblia kuna mahali inasema mwili upenda tu mambo ya ulimwengu. Kwa sababu mwili ni wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunapoamua kuobey God, kumtii Mungu, mambo yetu yatakuwa sawa. Point number 5. Serve God, not yourself. Wacheni tutumikie huyu Mungu na tutue si kwa nini yetu. Totili ubotole ya kitodo. Bwana asifiwe. Praise God. Point number 6. Worship God, not comfort.